أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الدين رباطا متينا بين قلوب المؤمنين، وأمر بالاتحاد والتعاون ونهى عن التفرق والتنازع في كتابه المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي قال الله فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين طابت نفوسهم وصفت قلوبهم، فكانوا هم السادة المنصورين، وتعاونوا على البر والتقوى فكانوا هم المفلحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema kwa hakika umekuwa kwenu nyinyi waumini kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu Mtume SAW mna kigezo kizuri, kigezo chema, ruwaza njema. Na akasema katika aya nyingine, aya zinazohusu mitume, sio mitume tu bali inakusudiwa waja kufikishiwa ujumbe huu: laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab, kwa hakika imekuwa kwa visa vyao mitume na watu wema, ibratan ni mazingatio kwa nani? Lakini liulil albabi, kwa ashabul uquli watadabbur, kwa watu wenye akili na wenye kuzingatia. Ma kana hadithan yuftara, hayakuwa haya mazungumzo ya Qur'ani ni visa vilivyozushwa au hadithi zilizozushwa, walakin tasdiq alladhi baina yaday, lakini vinaleta ukweli kwa yaliyoko mbele yake. Al-aya, kama aya hiyo inavyoendelea. Na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba hii Qur'ani ameijalia hudan, hadha bayanun linnasi, huu ni ubainifu kwa watu, wa hudan, na ni uongofu, wa mau'idhatan lilmuttaqina, na ni mawaidha kwa wachamungu. Mpaka mmoja katika wachamungu alisema: ata'ma 'anid dunya wa anta basiru watajhalu ma fiha wa anta khabiru watusbihu tabniha kaannaka khalidun laqad kana fima qad balawta nadhiru mata absarat aynaka amrun lam yakun yukhbiruna anna albaqa'a yasiru fadunaka fasna' kulla ma anta sani'un fa inna buyuta almuttaqina quburu. Ata'ma 'anid dunya, hivyo umejitia upofu katika dunia hii ewe mja, wa anta basiru, hali ya kuwa unaona, watajhalu ma fiha, ukajitia ujingani na kwamba huyajui yanayoendelea, wa anta khabiru, hali ya kuwa una habari, watusbihu tabniha, unaendelea kuijenga dunia yako, kaannaka khalidun, kama kwamba utadumu milele hapa, utaondoka, utakufa. Laqad kana fima qad balawta nadhiru, hakika mitihani na kufanyia Mwenyezi Mungu ni muonyaji wako kama utazinduka. Mata absarat aynaka amrun lam yakun, lini yataona macho yako, yatafunuka, utazinduka ewe mja kwa jambo ambalo halijaje lakini liko njiani. Yukhbiruna, linalotupa habari, anna albaqaa yasiru, hakika kubakia kwetu hapa duniani ni kudogo. Fadunaka, waliopita kabla yako wewe, fasna, walitenda, kulla ma anta sani'un, kila uyatenda wewe, fa inna buyuta almuttaqina quburu, hakika tutambue nyumba za wachamungu ni makaburi. Siku moja ilikuwa katika mji wa Iraq, kuna shekhe maarufu, Sheikh al-Wali, shekhe alikuwa ni wali, shekhe mkubwa, ni nasema min at-tabi'ina, katika matabi'i walikuwa wakubwa, Sheikh al-Hasan al-Basri. Huyu ni shekhe mkubwa, shekhe wa tariqa, ni wali wa Mwenyezi Mungu. Siku moja alikuwa katika msikiti wake anasomesha darsa ya tafsiri, watu wengi wameenea katika msikiti ule, anasomesha. Sheikh Hasan al-Basri akafika katika qaulihi ta'ala, katika kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu: alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum lidhikri llahi wama nazala min alhaq
alam ya'ni lilladhina, je haukufika wakati kwa wale ambao yakhshawna rabbahum, alam ya'ni lilladhina yakhshawna rabbahum, haujafika kwa wakati wale wenye kumhofu Mola wao. Nini kidogo, alam ya'ni lilladhina amanu, haukufika kwa wale watu walioamini, an takhsha qulubuhum, zikanyenyekea nyoyo zao, lidhikrillah, kwa utaji wa Mwenyezi Mungu. Dhikrillah ikiwa swala, inasoma Qur'ani, inaswaliwa mtume, inaletwa istighfar, jambo lolote la kukumbushwa Mwenyezi Mungu ni dhikrillah. An takhsha qulubuhum lidhikrillah, zikanyenyekea nyoyo zao anapotajwa Mwenyezi Mungu. Wama nazala min alhaq, na wakaamini katika haki. Sasa Sheikh Hassan al-Basri alikuwa ni ash-sheikhu al-wali, Mungu alimpa firasa, akaitafsiri mno aya hii, akaenda mno kiasi cha kwamba katika zile nasaha zake au mawaidha yake, kumbe mle msikitini ilikuwa kuna kijana mmoja akiitwa Utbatu ibn al-Ghulam. Utbatu ibn al-Ghulam, huyu ni kijana ambaye kapitia changamoto nyingi za kidunia, kulewa amelewa, kuzini amezini, kunyang'anya mali za watu kanyang'anya, yani kila aina ya makosa kayafanya. Sasa jinsi ya Sheikh alivyokuwa anapita na yale mawaidha alivyokuwa yanamgonga nyoyo yule kijana Utbatu ibn al-Ghulam, yalikuwa yanamuumiza, yanamuingia mno, kiasi cha kwamba akajihisi kama kwamba anoambiwa pale msikitini ni yeye tu. Sasa yale mawaidha alivyomuingia mno, yakamjaa katika moyo wake, yakajaa katika kichwa chake, mwisho alishindwa kuvumilia, alipiga ukelele mkubwa, ukenja mkubwa, watu wote msikitini walishangaa. Yani alipiga makelele, akashindwa kustahimili, akaanguka, akazimia. Kama tunavyosema, ukistaka habari hizi rudi katika kitabu cha al-Imamu al-Ajal, imamu mtukufu al-Imamu al-Ghazali, kinaitwa Mukashafatul Qulubi al-Muqarrabi ila hadarati allami al-ghuyub. Utakuta habari hizi za Sheikh al-Hasan al-Basri na kijana huyu Utbatu ibn al-Ghulam. Kwa hivyo kijana alianguka, akazimia. Sheikh anaendelea na tafsiri. Sasa alipozinduka akainuka na zile habari zimesikika pale msikitini, Sheikh Hasan al-Basri alimwangalia kijana Utbatu ibn al-Ghulam, kwa sababu Sheikh Hasan al-Basri alikuwa mcha Mungu, Mungu kampa firasa. Basi pale akamwambia kijana Utbatu ibn al-Ghulam kwa njia ya mashairi, aya shaba li rabbil arshi asi, atadri ma jazaa'u dhawil maasi, sa'irun lil usati laha zafirun, wa ghaidhun yawma yu'khadhu bin nawasi, fa in tasbir ala an-nirani fa'sihi, wa illa kun 'anil isyani qasi, wa fima qad kasabta min al-khataya, wa hannati an-nafsi fajhad bil khalas. Aya shaba li rabbil arshi asi, ewe kijana ambaye unakulia unamuasi Mola wa Arshi, atadri, hivyo unafahamu, ma jazaa'u dhawil maasi, nini malipo yenye kumuasi Mwenyezi Mungu? Akamwambia sa'irun lil usati, moto wa sa'ir kwa wenye kumuasi Mwenyezi Mungu. Mioto hii wanazuoni wengine wamesema iko milango 7, wengine wakasema milango 8. Sa'ir, hutama, hawiya, saqar, sa'ir, mfano na mengineyo yalotajwa. Sasa ukirudi katika Qur'an, Mwenyezi Mungu anasema waqalu law kunna nasma'u, watasema wale wote waliokuwa katika moto huu wa sa'ir. Waqalu, watasema washirikina, makafiri na watu waovu, law kunna nasma'u, lau ingekuwa sisi tunawasikiliza mitume, au naqilu, au tunafahamu mawaidha waliokuwa wakitolea, ma kunna min ashabi sa'ir au fi ashabi sa'ir, basi sisi tusingekuwa watu wa moto wa sa'ir. Kwa hivyo huu umethibiti katika Qur'an. Kwa hivyo Sheikh Hasan al-Basri alimwambia kijana Utbatu ibn al-Ghulam, aya shaba li rabbil arshi asi, ewe kijana ambaye unakulia unamuasi Mola wa Arshi, atadri, hivyo unafahamu na kuelewa, ma jazaa'u dhawil maasi, nini malipo yenye kumuasi Mwenyezi Mungu? Akamwambia sa'irul lil usati, moto wa sa'iru kwa wenye kumuasi Mwenyezi Mungu, laha zafirun, ambao una machechea au majinga yaliokuwa makubwa. Mungu katika Qur'ani amesema kaannahu jimalatun sufur, yale majinga ya motoni au machechea ya motoni ni kama ngamia wa manjano waliokuwa wakubwa. Kwa hivyo sa'irul lil usati, moto wa sa'iru kwa wenye kumuasi Mwenyezi Mungu, laha zafirun, ambao una majinga yaliokuwa makubwa. Wa ghaidhun, na hasira za Mwenyezi Mungu, yauma yu'khadhu bin nawasi, siku ambayo watu waovu watashikwa kwa nywele zao za utosini, wa kokotwe motoni. Akamwambia fa in tasbir ala nirani fa'si, kama subra yako itakupelekea
kusubiri mioto ya Mwenyezi Mungu, basi endelea kuasi. Wa illa, kama huwezi hivyo vinginevyo, kun anil isyani qasi, jitenge mbali na maasi ya Mwenyezi Mungu. Wa fima qad kasabta min alkhataya, na katika yale uliyochuma katika madhambi madogo madogo, katika madhambi kwa ujumla. Wa hannati nafsi, na madhambi ya bahati mbaya ya mitelezo. Fajhad bil khalasi, basi jitakase kwa kuyawacha kabisa. Kijana Utbah ibn al-Ghulam akamwambia Sheikh Hasan al-Basri, nichukulie dhamana kwa Mwenyezi Mungu, mimi nataka nitubie taubatan nasuha, lakini nataka Mwenyezi Mungu anipe yakini kwamba toba yangu kanikubalia au imekubaliwa. Na ili nipate yakini, basi na kuomba uniombee kwa Mwenyezi Mungu anipe mambo matatu. Jambo la kwanza, anijalie Mola wangu mtukufu ni hifadhi Qur'ani yote, nitajua kwamba toba yangu imekubaliwa. Jambo la pili, anijalie nikisikia mambo ya kiilmu yanasemwa, basi niweze kuyahifadhi. Na jambo la tatu, Mwenyezi Mungu anisahilishie riziki zangu. Basi kijana Utbah ibn al-Ghulam kweli alitubia taubatan nasuha, akawa anafanya ibada na muabudu Mola wake, akaishika dini kisawasawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamkirimu, akahifadhi Qur'ani yote nzima, akamkirimu akisikia masuala ya kiilmu anahifadhi, na akamkirimu kwamba kila siku ilikuwa katika nyumba yake anakuta mfano wa mikate miwili na adesi, au mfano kama mchuzi hivi ameshaletewa pale, ikawa ndio riziki yake. Akaendelea na utaratibu huo katika maisha yake. Akatoka kijana Utbah ibn al-Ghulam katika daraja ya majambazi au maasi waliokuwa kubwa, akafikia katika daraja ya auliyaullah, auliyaullah, yani akafikia katika daraja ya wapenzi wa Mwenyezi Mungu. Na tutambue kwamba wapenzi wa Mwenyezi Mungu, Mungu amewasifu, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya. Mungu anawabashiria hapa duniani, in awliyauhu illa almuttaquna, hawawi mawali wake isipokuwa wacha Mungu, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini wengi wa watu hawatambui. Kwa hivyo Waislamu watukufu na wasikilizaji kwa ujumla, tumetoa kisa hichi kifupi, tutambue kwamba inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Mungu anasamehe madhambi yote. Kijana Utbah ibn al-Ghulam ametubia toba ya kweli, Mwenyezi Mungu akamsamehe. Kwa hivyo na sisi tutubie kwa Mwenyezi Mungu, turejee ili Mwenyezi Mungu atusamehe. Allahumma ya dhal jalali ikram, inna nas'aluka خيرا ما سألك منه عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وإليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم، والعفو منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا.